Subscribe The Sport Show. Klabu ya Yanga imeweza kuhitimisha safari yake Misri kwa kubamizwa goli 2-0, na hapa kuna uchambuzi wa mambo kadhaa ya muhimu zaidi yaliyotokea kwenye mechi hii ambayo naomba uweze kuyajua kwa namna moja ama nyingine. Ni mambo gani hayo? Tafadhali ungana nami, lakini kabla tujaendelea, naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu usipitwe na taarifa kadhaa ambazo tunakuwekea, lakini pia naomba uweze kushare kwa washikaji, wadau, wapenda soka kuhusiana na hii YouTube channel yetu, lakini pia shukrani kwa wewe ambaye tayari umeshakuwa mwanafamilia wa The Sport Show. Hakika The Sport Show tunakuletea habari kemkem na za kuaminika kutokana na zile taarifa nyeti tunazokuwa tunazipata kutoka sehemu nyeti vile vile. So karibu tuweze kuendelea moja kwa moja na huu uchambuzi. Yes, klabu ya Yanga imeweza kufungwa goli 2-0 na Al Ahly katika ligi ya klabu bingwa, huku Yanga akiendelea kushika nafasi ya pili akiwa na pointi 4 huku mwenzake akiwa na alama zaidi ya 4, ambapo Al Ahly ana pointi 7, lakini anayefuata ni Young Africa ambaye ana pointi 1. Anayefuatia mwingine katika kundi ni Kabila ambaye ana pointi 1 na Azfar pia mwenye pointi 1. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, kama matokeo yatatoka sare, basi tegemea Yanga kuendelea kung'ang'ania kileleni, au endapo itakuwa tofauti, Yanga ataendelea kuwa katika nafasi ya pili kwa mradhi, lakini kama itakuwa tofauti, mmoja ameweza kushinda kwa mabao mengi, ndio pengine anaweza akamtoa Yanga. Lakini kumbuka Yanga ana advantage ya magoli, lakini wa chini yake wote wanakuwa hawana magoli. Hivyo basi kwa namna moja ama nyingine ni klabu ya Yanga kuweza kuwa na faida ya magoli mengi. Sasa turejee kwenye hii mechi. Hii mechi ilikuwa ya kusisimua sana, kwa maana kwamba Yanga wamefanya kile ambacho walistahili kufanya. Yanga wamefanya kile ambacho wana Yanga wote walikuwa wanatamani kukiona, lakini bahati mbaya tu imekuwa kwao kwa kuweza kudondosha pointi 3 kunako Cairo, Misri dhidi ya Al Ahly. Shukrani za dhati ziende kwa Alan Okello ambaye ameonyesha kiwango chake murua na kukosa goli ambalo pengine kama ingekuwa ni bahati nzuri tuseme hivyo, pengine angeweza kupata goli mnamo katika kipindi cha kwanza. Lakini pia Yanga tumeweza kumuona Depu akionyesha kile alichokuwa nacho, lakini kubwa zaidi pia ni kwa upande wa Al Ahly, Alou Dieng ambaye alikuwa akicontrol sana mchezo na kucontrol na kuwafanya Al Ahly wacheze wanavyotaka. Huyu Dieng bana ni mtu na nusu. Alivyoondolewa katika klabu ya Al Ahly, unaona kabisa walivyokuwa wamepoteana, lakini alivyorejeshwa, tangu amerejeshwa, Al Ahly wameweza kukua wima na kuweza kucheza mipira pasipo kutetereka. Hivyo kwa namna moja ama nyingine tunapeleka hii credit pia kwa klabu ya Yanga, kwa maana kwamba licha ya kufungwa lakini wameonyesha mpira wa kibabe. Hawajapoteana, kwa maana ukiangalia katika kipindi cha kwanza Yanga aliweza kucheza mpira mzuri sana na aliweza kukosa mabao mengi sana, ambapo pengine angekuwa makini mpaka kufikia dakika ya 30 pengine Yanga angekuwa anaongoza hata goli 3, lakini ndio hivyo, bahati ilikuwa upande wake, hali iliyosababisha katika kipindi cha kwanza mwishoni kabisa waliweza kuruhusu nyavu yao kuweza kutikiswa, lakini pia katika kipindi cha pili waliweza pia kuruhusu nyavu yao kutikiswa. So kwa wachezaji wa Yanga kuna nini? Tumeweza kuangalia namna ambavyo Pacome alivyoingia kipindi cha pili na kuweza kubadilisha mpira, lakini hiyo inatokana na namna ambavyo akili ya mwalimu ilikuwa imewaza, kwa sababu ukianza kuangalia hata formation alivyoanza nayo, alianza na formation ya mabeki watatu, huku yani aliweka mfumo wa kuzuia kwa watu 7, huku mabeki wa nyuma kabisa wakiwa ni watatu, lakini katikati wanafuata ni 4. Kwa hiyo line up ile inatengenezwa kwa kuweka watu 7
kwa watatu, lakini baadaye walivyokuja kuingia kina Pacome hali ilibadilika na kuja kwenye 4-3-3. Kwa hiyo ni formation ambayo ilikuja kufanya wachezaji kadhaa kuweza kucheza kwa uhuru zaidi na kuonesha kile ambacho walistahili kuwa nacho, kwa sababu ukianza kuangalia hata kwenye takwimu ni wamezidiwa kidogo na Al Ahly kwa karibu kila kitu, kwa sababu ukiangalia takwimu zinaonesha huyu kapiga shoti 10 huyu 9. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani pia Yanga alikuwa anapeleka mashambulizi. Ukiangalia shot on target unaona kabisa Al Ahly ana shot on target 3 lakini Yanga na shot on target 4. Kwa hiyo nani ambaye alikuwa bora? Yanga alikuwa bora, lakini bahati tu ndo haikuwa upande wake. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unaona kabisa kwamba Yanga kuna kitu alichokuwa anakitafuta, ila bahati mbaya tu hakuweza kupata. Shukrani kwa Mudathiri Yahaya ambaye huyu ni tunamuita ni kiungo, yani ni kiungo ambaye anakupa ladha nzuri sana wanapokuwepo uwanjani, kwa sababu uwepo wake au baada ya kuingia unaona kabisa aliweza kuibadilisha Yanga kwenye mfumo, lakini pia namna ambavyo wanakaba kwa nidhamu, kitu ambacho tuseme kwa wakati huu Yanga wameweza kumachua, kwa sababu wanaotoka benchi na wanaoingia wanakuwa wote wako bora. Credit ziende kwa Engineer Hersi kwa kuhakikisha kwamba sajili zake zinakuwa ni bora na bora zaidi. So tutarajie pengine Yanga akimfunga Al Ahly kunako mechi ya marudiano ya pale Zanzibar, kwa sababu unaangalia kikosi jinsi kilivyocheza, namna walivyokosa nafasi, lakini pia unaangalia namna ambavyo Al Ahly walicheza, unapata picha kwamba hawa Al Ahly ni halali ya Yanga. Kwa hiyo nahesabia kwenye grupu Yanga mpaka dakika hii ana hatua moja mbele, yani nusu tayari ameshafuzu kunako robo fainali, lakini nusu hajafuzu, au tuseme 70% ashafuzu, 30 hajafuzu. Sasa hizi 30 anaenda kuzitafuta kwa Al Ahly kwa namna yoyote ile, inatakiwa ashinde mchezo dhidi ya Al Ahly ili kujihakikishia nafasi ya kufuzu. Tofauti na hapo mpira huo unabadilika, kwa maana kwamba wakishindwa kuheshimu hawa Kabile na Asfar, yeyote atakayeshinda kati yao pengine anaweza kuja kumpa stress sana Yanga, kwa maana kwamba unatizama kabisa ile namna ambavyo hawa watakapokuja. Kwa hiyo pengine tutarajie kesho tutaona au kesho kutwa namna ambavyo kwenye hili kundi litakavyokuwa limesimama mara baada ya huo mpira kutamatika. Hivyo kwa namna moja ama nyingine tutarajie kuona nguvu kubwa ikija kutumika katika mechi zilizosalia. Yanga anabakiza mechi 2 Dar es Salaam mpaka dakika hii, ambayo mechi ya kwanza not Dar es Salaam, Pemba, Zanzibar, lakini nikitumia Dar es Salaam namaanisha nyumbani, au nitumie neno la nyumbani. Anabakiza mechi dhidi ya Al Ahly, lakini pia anabakiza mechi dhidi ya JKabili. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine hizi mechi za nyumbani Yanga kwa namna yoyote ile na uhakika atapata pointi zilizopungua 4. Pengine anaweza akatoa sare na Al Ahly, lakini pia akaja kushinda dhidi ya Kabili. Ameweza kumfunga Asfar katika mechi ya kwanza kabisa, kwa hiyo si ajabu kuweza kuja kumfunga Kabili, lakini atapo atafunga atakuwa amejihakikishia nafasi ya kufuzu. Lakini hayo yote yatategemeana na watakapocheza watu wawili, na tutakuja kuona ni kwa namna gani ambavyo klabu ya Yanga itakuwa inajihakikishia. Narudia tena, mpaka sasa Yanga ana 70% ya kufuzu, amebakiza 30 tu. Hiyo yote yanatarajiwa kutamatika. Kwa upande wa Yanga tulimuona sana Dumaro alichokuwa nakifanya. Dumaro amewachafua sana wa Misri kwa kutembeza kwa kisha kwamba anakula nao sahani moja. Huyu tunaweza kumuita kama N'Golo Kante mpya wa klabu ya Yanga, kwa sababu anatembeza kiatu ambacho ni cha chini kwa chini, huwezi ukaona na haiwezi ikakupa madhara, lakini kwa wanaoangalia soka wanajua kabisa huyu ni bonge moja la midfield. Kwa hiyo kwa Yanga hapa wamelamba dume, na tutajua kabisa nguvu
ambayo imetumika kuhakikisha kwamba wanampata na amekuja kuongeza kitu, wakishirikiana na Duke Abuya ambaye kwa namna moja ama nyingine ni beki moja mzuri sana. Kwa hiyo kwa hii staili ya Yanga na namna ambavyo Yanga anacheza, tarajie kuona mambo mengi mazuri yakija hapo mbeleni, kwa sababu wako bora kila idara, kuanzia nyuma, kati mpaka mbele. Yanga wamekamilika. Depu katuonesha kile alichokuwa nacho, lakini pia Alan Okello katuonesha kile alichokuwa nacho, lakini kitu kikubwa tu ni kwamba bado nafasi ya Aziz Ki haijazibika na itawachukua muda sana kuweza kuiziba nafasi ya Aziz Ki. Kingine kikubwa ni kwa Prince Dube ambaye amejitahidi kwa namna moja ama nyingine, lakini mimi nitoe credit kwa klabu ya Yanga yote kiujumla, kuanzia technical bench, staff nzima, lakini pia wachezaji wote kiujumla. Shukrani kwa kuwa nasi. Tafadhali naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu.